Unaweza kutembea na nyota yake kumbe nyota yake na yako havipo sawa sawa. Yeah. Kuna jina limebadilishwa pale. Na hivi karibuni kuna kitu nitakuja ukiongea kipya kabisa. Sasa hivi siwezi kumwacha mdogo wangu Poppy. Okay. Poppy Stick. Okay. Siwezi kumwacha japo kuna hitilafu kidogo hajaziweka sawa ili akae vizuri. Sisi ndo tunaona. Oh. Babalao TV bora. Babalao. Yes, bana mambo vipi mwanafamilia wa Babalao TV on mic hapa ni Chesela Kapenzi kuita Befree Mapenzi Almasi Mbavu Moto kwa Jokosea na nyuma kamera niko na Zwis. Pia kama unavyoona mbele ya screen yako nimekuletea mtu mkubwa hapa ambaye ni muigizaji maarufu hapa nyumbani kwetu na East Africa nzima, naamini mnamtambua, na pia sio Africa tu, mpaka Marekani, Canada, Sweden wanamtambua, na anatambulika kwa jina la Kaluta aka Zezeta. Amefanya makubwa sana na anazidi kufanya makubwa na anazidi kutambulisha ile ambayo tunasema Ibembe to the world. Mmoja wapo wasanii wakubwa ambao wanafanya makubwa hapa, huwezi kumwacha Kaluta Zezeta akiwa ni upande wa comedian, na sio kwa upande wa comedy tu, na kila sekta ya filamu na hisi anafanya vizuri. Ukimpangia wewe hapa unafanya hivi na lazima afanye vile. Nikaona sio vibaya kuleta mbele ya screen yako angalau uweze kubonga naye kidogo, uweze kusikiliza na uweze kutega sikio kusikiliza kile ambacho atakisema na kile ambacho tutasema naye siku ya leo. Habari za asubuhi kaka. Salama, habari sasa. Salama, uko poa? Niko poa, karibu sana. Okay, asante sana. Naona umepoa mzee. Nimepoa. Muda wa likizo lazima tupoe kidogo. Okay. Yeah. Yes, Kaluta bila kuchelewa kaka. Baada ya kutoka kufanya kazi huko town na kina ndugu yetu Tiny White, unapangilia kufanya kitu kingine gani labda cha kuweza kupindua ile kazi ambayo ulifanya? Kwanza niseme kazi yangu bado hajaisha na Tiny White na Lingo haijaisha. Tuna vingi ambavyo tumeviandaa. Waga mimi sina tabia kusema nina kazi, sijui kazi fulani. Hawaga nasema tu watu watulie. Watu wakae mkao wa kusubiri na kula. Lazima vitu nikivipika nitawaambia. Na labda ilikupa changamoto gani pale katika maandalizi ya ile kazi yetu? Maana kama kawaida yako uliigiza kama mlemavu, tena mlemavu ambaye ulipana shida sana. Labda zile sini zilikupa yani ukakasi kiasi gani? Kiukweli siwezi nikasema kwamba changamoto ilikuwa kubwa sana. Niseme kwamba ni watu ambao nilikuwa sijawahi kufanya nao. Kidogo nilikuwa na complex fulani. Lakini kwa sababu mimi na experience kwenye hivi vitu, nilijikuta tu nimekaa comfortable tu, yani sikuelewa ujasiri ulitoka wapi. Na changamoto nyingine labda kuwapata. Unajua wale ni mastaa wakubwa, wameanza wametutangulia katika kazi. Kwa hiyo ilikuwa kidogo ni changamoto, lakini haikunipa ugumu sana kwa sababu nilikuwa na watu ambao wananipa direction jinsi ya kukutana nao. Na pia katika mapigo yako yale kuna ile ambayo unajua ule mwendo wako nini, ikatokea kuna time fulani pale nani Tiny White akasema huyu zombie bwana. Vipi kauli kama zile wagazi kutoi kwenye mood? Hapana. Si unajua sisi ma comedian, kwa utani mwingi lazima uwepo kwenye kazi. So ukimwangalia brother Tiny kidogo na utani sana. So nilimuelewa. Unajua kitu cha kwanza nilichojifunza mimi ni kumuelewa nani naenda kufanya naye. Kwa hiyo ana tabia gani? Lazima nijipange sawa sawa kulingana na mapambano ya kumkabili yule mtu. Kwa hiyo haikunipa shida sana kwa sababu nilimtambua kabla ya. Na labda vipi baada ya kupiga na Tiny White na pamoja na ndugu yetu nani Ringo pale tu Mr. Sabufa, tutegemea kupata kazi hata kutoka kwa Mkojani ambao itawakutanisha? Kwanza kuna kazi nimefanya na Mkojani, nilisema tu hatukukutana kwenye scene. Tumefanya Mkojani pamoja na Bambo. Sema hatukukutana kwenye scene. So mimi na project nzito sana ya kufanya, so na nahitaji tu watu waniangalie. Watu waniangalie. Ile ambao umefanya na Mkojani tayari ipo out ama? Yeah, ipo out. Inaitwa Tatizo Jelo. Kwenye ile platform yetu, kwenye ile YouTube ambayo tulikuwa tunafanya. YouTube sema tu kuna mabadiliko kidogo. Kuna mabadiliko ya jina. Kwa kuna jina limebadilishwa pale. Na hivi karibuni kuna kitu nitakuja ukiongea kipya kabisa. Labda jina hili sisi kama mashabiki unajua tunapata vitu vikubwa kutoka kwako na tunategemea kupata sanaa nzuri sana. Unatupa vibe, unatuweka mbali na stress. Kwa labda ungetutambulisha hiyo nani jina mpya ambao umeupdate ili tuweze kutembelea pale tubaki tukijua vitu vya Kaluta tunavipata sehemu fulani. Okay. So sio rahisi sana mimi kutangulia kusema kwa nini ilitokea kabadilishwa jina. Lakini pia naweza nikasema tu kwamba jina ambalo lilipo sasa hivi ambalo limewekwa kwenye channel inaitwa DM Production. DM Production kwa sababu ile ni kampuni. Kwa hiyo nilitoa jina langu wakaweka jina la DM Production kwa sababu ni kampuni. Lakini nimesema hivi karibuni nitakuja kuzungumza kitu kipya. Kitu kipya yani nitashtua watu kidogo. Kwa hiyo nachukua muda na take time. Na labda mstuko wetu hilo bomu ni baada ya wiki ngapi au siku? Hapo nadhani itachukua tu ni wiki 2. Ndani ya wiki 2 tayari nitakuwa nisha set kila kitu.
na nitakilipua tu hapa hata kwenye Babalao TV. Okay bana, labda Kaluta, ukiwa kwenye maisha ya kawaida na kuona mtu simple sana afu mtu mmoja serious tofauti na maisha ya kwenye. Ni kweli. Unajua kuna maisha ya kazi na maisha ya uhalisia. Kwa hapa nyumbani mimi ni baba. Kazini kule inakuwa kichaa. Kazini chizi. Labda hadi sasa baba watoto wangapi? Sasa hivi mimi ni baba wa watoto watatu. Watatu. Mmoja au wake wengi? Mmoja, mimi waga sinaga pigo za kishamba hizo. Sio mambo yangu. Unajua ndugu zetu hapa mastaa, yani akiwa star yani wake wengi sana kama ndugu yake. Na ndio maana wanashindwa kufika mbali. Mimi sinaga, yani hizo pigo sio kazi zangu. Sio kazi zangu. Mimi namheshimu Mungu sana. Na vipi labda kwa ndugu zako ambao wanafanya kazi hapa nyumbani kwetu sasa, vipi hujafikiria kufanya kazi hata na mmoja kumshirikisha uende naye mbele huko? Kiukweli mipango ni mizito sana. Unajua mimi waga naogopa kutamka kitu ambacho siwezi kukitimiza kesho kikanikosti. Kwa hiyo mimi na watu ambao nawaangalia, mimi waga nafuatilia kazi za watu wengi. Angalia kazi za Mabulo, naangalia kazi za Dogo Popi. Wote ni wadogo zangu ambao wanafanya vizuri. Naangalia kazi za Gatuso, na ni mtu ambaye nimeshafanya naye sana. Naangalia kazi za watu wengi. Kwa hiyo ndoto zangu ni kubwa na matumaini yangu kwamba nije niwafanyie kitu. Lakini sasa unajikuta unaweza kumfanyia mtu kitu baadaye akakuona mshamba. Ile shukrani ya punda kwa hiyo mimi naangaliaga mtu wa kufanya naye. Na labda vipi ukiambiwa na mfano ndio imetokea Mr. Tini White akakwambia wewe Mr. Kaluta nahitaji ukija huku niletee wachekeshaji wawili huko nyumbani kwetu, unachomoka na nani? Ni kama kuwachagua. Sasa hapo angalie, yani mimi sitaki kupendelea. Mimi naangalia kazi. Namba moja. Kwa sasa hivi siwezi kumwacha mdogo wangu Popi. Popi Stick. Siwezi kumwacha japo kuna itilafu kidogo hajaziweka sawa ili akae vizuri. Sisi ndio tunaona. Kwa hiyo siwezi kumwacha. Kingine bwana, hilo swali lako gumu. Kwa hiyo ni wengi sasa nikianza kuwataja hivyo wengine mmoja hapo. Mmoja naweza kumchukua Kifaru. Ni watu ambao wanafanya vizuri kabisa. Kwa sasa hivi wanafanya vizuri ila kuna mambo nimesema tu ni madogo, lazima warekebishe. Lazima warekebishe ili wakae sawa kwenye mstari. Ikitokea wakajielewa kukaa na maliji ndio watarekebishwa. Lazima watakaa sawa. Unajua sasa hivi sanaa inaenda inabadilika. Sanaa sio kama ile ya zamani. Sasa hivi tuna change mifumo. Unaenda gisi people wanavyokupokea ndio unaenda nao hivyo. Kwa people ukishindwa kukupokea unajua kuna kasoro nayo kabisa. Na tatizo kubwa wadogo zako hawataki kuelekezwa siku hizi. Labda una kitu gani cha kuambia? Wanakuambia ukitaka kumshauri mtu kwanza yule mtu kwanza awe na akili. Kwa hiyo kama hataki basi unamwacha. Unamweka pembeni. Unamtafuta mtu mwenye akili zake anahitaji ushauri basi. Kaluta ni tofauti na waigizaji wengine. Waigizaji wengine hapa nyumbani kwetu wakiwa na jina kubwa kama la kwako wanatengeneza magenge yao. Wanakuwa na makundi, wanawake wengi sana hapo nini. Lakini kwa Kaluta sasa sijaiona kabisa. Labda ni tofauti gani ambayo unaiona kwako na watu wengine sasa? Nilikwambia mimi waga sinaga hizo pigo. Afu cha pili namuogopa Mungu. Nafanya kazi ambayo ukiangalia kazi zangu nyingi hauwezi kuona mambo ya uwazi sana. Nikisema uwazi sijui unanielewa. Mambo ya uwazi waga mimi naficha vitu. Ili waniangalie watu wote kwa sababu kazi zangu mimi zinaangaliwa na watu wote. Unakuta watoto, mama, sijui baba nini, wazee nini, vitu kama hivyo. Kwa hiyo nimekomalia kwenye mazingira ya maadili kidogo. Kwa hiyo hata kama nipo kazini mtu anaweza kanichukulia huyu akili yake ni hivyo, lakini ukija nyumbani unanikuta niko hivyo. Na kitu kama hicho magenge ndio wanawafanya wasanii pia wasifikie malengo. Wanawake unatanguliza, unajua mtu wa kwanza kumrudisha mtu nyuma ni mwanamke. Mwanamke. Kwa hiyo unaweza kutembea na nyota yake kumbe nyota yake na yako havipo sawa sawa. Kwa hiyo ni hivyo. Nimekubali sana. Okay. Labda kwa movie zako kama ulivyosema movie zako ni za heshima. Unaangalia hapo baba, watoto, familia nzima. Tukilinganisha na movie za mdogo wako ambaye ni Gatuso, kama movie zake ile Maala, huwezi kuangalia kabisa familia. Inakuwa haina maadili mazuri. Yes. Inaharibu hata wazee. Kama kuna wazee walifuatilia kweli, unajua kupenda kitu ndio vile, lakini inakuwa ina maadili, ina comedy kweli, lakini maadili yanakuwa ni machache sana. Na labda Kaluta, kipindi cha nyuma hapo ulifanya kazi nyingi sana na ndugu yako ambaye ni Jackson wa kizazi kipya pia. Na sasa hivi mwenzako umemwacha Dar es Salaam. Anafanya kazi yake ambayo inaitwa nyumba za kupanga. Vipi ulipokuwa kule mawasiliano na Jackson yalikuwaje? Kiukweli mawasiliano na Jack yalikuwa ni mazuri. Tulikuwa tunakutana, sisi ni familia. Kwa hiyo tulikutana. Kwanza kuna kipindi paka tulikuwa tunalala pamoja.
tunalala pamoja siku 2 siku 3, narudi naenda getoni kwangu kwa sababu mimi nilikuwa nimepanga. Narudi naenda kwangu. Na labda tukilinganisha kazi yako pamoja na ya Jackson Vale, tunapata utofauti gani? Utofauti ni mkubwa. Kwanza kwenye title kuna utofauti. Unajua nyumba za kupanga. Mimi sikufanya nyumba za kupanga, mimi nimefanya nafsi, nimefanya timbwi la mtoto wa dada, nimefanya mume wa mtu, nimefanya tatizo jelo. Unaona gisi tuna utofauti. Yaani mimi kuna kazi nyingi nimezifanya. Alafu title tofauti. Alafu mtoto wa dada unajua ile idea ametoa nayo. Idea yangu zote zile movie. Idea yako kama idea zangu yani ile ni kazi na nusu. Asante. Na kama kuna kazi ilikupa changamoto katika maandalizi kama shooting nini mambo mengine, na hisi itakuwa ni mtoto wa dada. Ni timbuli ndio la mtoto wa dada imenipa changamoto. Si unajua ile pale tunakutana wote ni vichwa. Kwa hiyo kama ni vichwa pale lazima vitu vichangamke. Labda kwa Kaluta Zezeta sasa, unajua kwenye hizo kazi zetu kuna zile faida pia kuna hasara. Hapa juzi tu mdogo wako katangaza hasara ambazo kazipata kwenye maandalizi ya harusi yake hapa. Na amekosa kujali faida ambazo amezipata hapo kabla ya maandalizi ya harusi na baada ya harusi. Na labda ni faida gani ambazo umebahatika kuzipata kwenye kazi yako ya sanaa, kwa sababu umeanza kitambo sana. Nikikadiria itakuwa kama 2015 au 2014 na hisi itakuwa ni karibu sana. Ni karibu sana. Mimi nimeanza kitambo sana. Nimeanza tokea mwaka 2008 hadi sasa upo nimeanza mpaka sasa hivi. Na mimi namshukuru Mungu Mungu amenibariki. Nisema tu Mungu amenibariki. Kwanza mimi masuala ya njaa si yajui. Kwa sababu kazi yangu inanilisha. Ni faida moja kubwa ujue. Alafu kama ninavaa, kama nafanya chochote kile ni kazi yangu. Na kuna vitu mimi waga sitangazi mambo yangu mengi. Waga naweka tu kwanza hayo. Waga sitangazi mambo yangu mengi tu kwamba nishage faidika kitu fulani hapana. Hiyo ni kama unajipiga kifua kusema wengine hawana nini. Unajua maisha sasa hivi ni kuleana. Tusio tunatangaza mali sana kuliko isopoa. Kuna baadhi ya wadogo zako nikiwaulizaga faida ambazo wamezipata kwenye kazi yao, yeye ananiambia kwamba mwanangu nimebahatika kupata watoto 6. Labda ni mojawapo ya faida za kujivunia kweli. Zipo nyingi kwenye faida za kujivunia, lakini sasa mimi nimekwambia sitaki kutangaza. Sitaki kutangaza. Ila nimekwambia kama mimi naishi. Lakini kama hizi faida za kusema kwamba nimepata watoto wengi kwa Kaluta zikoje? Hiyo ni majaliwa ya Mungu kupata faida ya watoto, sio majaliwa ya kazi. Na watoto wengi kwa wanawake tofauti. Kwangu haipo hiyo. Wewe sio mtu wa watoto sasa. Sio pigo zangu hizo. Na mojawapo ya vitu ambavyo Kaluta anapendeleaga akiwa yuko location sasa. Napenda kusikilizwa. Kwa sababu mimi natunga story, natumia akili. Alafu wewe sijui umekuja umekunywa zako mipombe huko, kuja kunivuruga. Waga sipendi. Mimi napenda kusikilizwa. Napenda nikisema kitu kama director unifuate hivyo hivyo. Ili kazi yangu iende ninavyotaka. Na ikitokea umeelekeza mtu fanya hivi, akakosa kufanya vile zaidi ya mara 3, wago unafanya kitu. Ni bora niailishe hiyo scene. Ni bora niache kwa sababu mimi nataka kitu kizuri. Kwa hiyo mimi nataka kitu ambacho nikikifanya mtu akiniangalia anasema, "Huyu hapa kafanya kitu." Na labda ukikuaga location sasa, vitu ambavyo uvipendi sana. Yaani upendaje kabisa. Yaani ikitokea umefanywa hivi, basi utaahirisha hata hiyo siku ya shooting ukapanga siku nyingine. Mimi ni utani. Sipendi utani kazini. Nikiwa kazini nipo serious. Lazima nifanye kazi. Sasa ukiniletea utani mimi huaga nachukia, afu nakuaga mkali sana location mimi. Ndio kawaida yangu. Tukirudi maisha ya nyumbani ndugu yangu Kaluta, maisha ambayo unaishi na shemeji huko nyumbani pamoja na watoto wetu sasa. Mojawapo ya vitu ambavyo unapenda kufanyia shemeji ni kama vitu gani? Ni vingi, unajua hawa ni wanawake wanatuzalia bwana. Kwa sisemi kwamba hatuwezi kukwazana. Hiyo inatokea. Lakini ni vingi. Ni kama mimi wanapendaga kumfanyia shemeji yenu surprise tu. Kuna nikienda mtaani huko nikitembea nikiona kuna kakiato kazuri, sijui kuna kitu kizuri, nachukua naleta kwa shemeji yenu. Napenda kumfanyia hivyo. Napenda hata kama amechoka. Mimi naingia jikoni. Unamsaidia. Nasonga ndugu yangu. Mtu tofauti. Mimi nasonga. Mimi huaga nasonga mwenyewe, napika mboga watoto wangu. Sometimes huaga nawaogesha mpaka watoto wangu. Kumbe wewe baba. Mimi ni baba, nimekwambia nikiwa nyumbani baba. Okay, na labda mara mwisho kumsurprise shemeji ilikuwa ni surprise ya kitu gani? Jana tu kiato. Sio umetisha. Angekuepo hapa angekileta. Bado kipya kabisa. Mimi nakubali sana. Haya, labda una kitu gani cha kuambia watazamaji ambao wanakufuatilia kupitia channel yetu? Ulisema jina gani? Inaitwa Baba Lao. Ile ambayo tunapost movie. Tunapost inaitwa DM Production. Watazamaji wa DM Production pamoja na watazamaji wa Baba Lao sasa. Kitu gani ambacho ungetamani kuambia siku ya leo? Kwa siku ya leo kwanza nimeshukuru Baba Lao TV imekuja kunitembelea hapa nyumbani. Nimeshukuru sana. Na
niwapongeze kwa kazi yenu. Na mimi pia niwaambie watazamaji wa kazi zangu kwamba mimi nitawashangaza sana na bado nitawashangaza sana mpaka mtajiuliza huyu Kaluta ana kitu gani. Bado ndo mwanzo. Kwa mimi waga natulia, waga nachukua muda. Natuliaga kwanza, nachukua muda na naangalia nini wanataka ndio nawafanyia. Ndio hivyo. Lakini Kaluta, kwa kumalizia, ningetaka nifahamu kitu kimoja. Filamu ambayo itafuatia kupost hapa au pia tutegemee muda si mrefu utaingia town, ulikuwa kuja kuangalia familia afu muda si mrefu urudi town? Kiukweli kazi zangu nyingi sasa hivi zinataka kuwa za mjini. Kwa hiyo mimi naenda kufanya kazi tu narudi hapa natulia. Naenda kufanya kazi narudi hapa natulia. Kwa watarajie tu kazi za mjini afu kazi safi. Naamini sana. Wasiwaze. Na pia nashukuru sana kwa muda wako. Asante, mimi pia nawashukuru sana Babalao TV kwa kuja kunitembelea. Saluti sana kwako mtangazaji, saluti kwa kameramani, saluti kwa ndugu yetu ambaye yupo pembeni. Saluti kwao sana, nashukuru sana. Asante sana. Na nikumbushwe kama mtazamaji wa Babalao TV, mimi hapa ni Msela Kapensi, ukipenda niite Bienvenue Mapenzi Almasi Imbavu Moya, na labda ukihitaji kutangaza na sisi, andika alama kujumuisha 25576329996, utakuwa umetupata kupitia namba hiyo ni ya Msela Kapensi, pia inatambulika kama namba ya kampuni ya Babalao TV. Na pia nitoe shukrani sana kwa kameramani ambaye anatuwezesha kupata video nzuri zenye mngao kama na hivi, na pia kwa pembeni niko na mwanangu ambaye ni Chocho Brown aka Wakishua. Pia tunapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii. Unaweza kutafuta hapo Facebook utatupata, pia nenda tunapatikana sana, makao yetu makubwa ni mjini YouTube ambapo tunafanya kazi zetu kwa wengi sana. Na pia nashukuru kwa kufuatilia na kusikiliza mahojiano yangu mimi pamoja na ndugu yangu ambaye ni Kaluta Zezeta ambaye anawakilisha upande wa uigizaji, kwa sababu wapo wengi sana, lakini kufikia hatua ambayo ndugu yangu amefikia hapa, hii ni kubwa sana na nampongeza pia vya kutosha. Asante kwa muda wako. Bye bye. Babalao TV bora. Babalao.